Yes, mambo vipi? Nataka niwaambie ukweli. Kama timu ya taifa tunataka tufike mbali. Kama timu ya taifa tunataka tufanye vizuri kwa michuano yoyote ile tunayoshiriki. Basi kwa upande wangu mimi nasema Ahmed Suleiman Morocco atoshelezi. Kocha mkuu wa Taifa Stars atoshelezi. Unajua kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania usiwe na matabaka. Iko cha ili ufanikiwe. Kocha mkuu usiwe na upande. Ukiwa na upande itakuwa ngumu sana. Sasa yeye tayari ameshaonesha element kwamba ana upande wake ambao ameuchagua. Yeye anaonesha kabisa wazi kwamba yeye kachagua upande, kwamba hawa sio part ya squad yake. Sasa hii kidogo itakuwa changamoto kwake. Na ukishaona mtu anawagawanya kwenye sehemu inakuwa ngumu sana kuwaweka pamoja na kuachieve kwa kitu ambacho mnakohitaji. Sasa yeye alichokifanya ni kuadivide. Kila mtu kaweka kwake. Sasa hii italeta changamoto baadaye. Leo unaweza kaona ipo sawa, lakini kesho italeta mtafaruku mkubwa sana. Naamini kama kusingekuwa na matabaka, kungekuwa na strong energy, kungekuwa na squad nzuri, timu ingekuwa nzuri sana. Lakini Ahmed Morocco kwangu mimi nasema kaweka matabaka. Leo hii unafanywa interview, unaona jinsi anavyojibu kuhusu Kevin John. Eti nafasi zimejaa, tulikuwa labda nafasi 23 huko, tungempa nafasi. Serious kabisa. Yaani ameongea vitu ambavyo unabidi ujiulize mara mbili kwamba ana ugomvi naye. Udogo na ugomvi naye. Unajua wachezaji wanajitutumua kucheza vizuri, lengo aje kutumikia timu ya taifa. Hasa kama mchezaji anaonesha ubora mkubwa, alafu unamkata hivi. Tuchukulie mfano Simon Msuva na Kevin John, sasa hivi nani yupo kwenye quality, kwenye ubora? Nani? Lakini kwa nini Msuva ndo anaonekana wa maana, lakini kidogo anaojitahidi kupambana ili aje kuhakikisha timu yake haitwi? Kuna kipindi fulani alishamkataa Ahmed Morocco, alishamkataa nani hapa? Alimkataa Dickson Job. Mpaka watu kelele wakapiga huko, wakafanya ndo akamwita. Kwa maana hiyo Ahmed Morocco kwa upande wangu mimi nasema hatoshelezi. Anatakiwa makocha wengine watafutwe, sio kwa Ahmed Morocco. Tayari kashakigawanya kikosi. Kashakiweka makundi. Kashawaweka kwamba hawa ni wanastahili kuwepo, lakini hawa wengine hawastahili kuwepo. Na ikifikia hatua hiyo ni hatua mbaya sana. Ukiwagawanya watu kwamba hawa ndo wanatakiwa, hawa watakiwi, ni mbaya sana, hutowini. Sasa kwa yeye anapoonekana kashachagua, yani hawa ni lazima. Atizami ubora wa sasa. Nani yuko bora? Kevin John na Milosh mwenye uwezo alionesha kwa sasa hivi, mwenye kiwango kikubwa ni Kevin John. Lakini Kevin John anaachwa. Wanachukua watu ambao sielewi hata kama wana timu, sijui kama amecheza hata mechi ya ligi. Wanachukuliwa, lakini huyo anaachwa. Na ukitazama huyu ni pro. Kwa nini? Anacheza out ya Tanzania. Unashindwa kumsabidi mtu ambaye anacheza nje ya Tanzania na anapata namba huko. Na ndio maana sisi timu yetu ya taifa hatupati wachezaji wazuri daily. Walikuja hapa wachezaji wa kutoka Uingereza, akiwepo yule sijamkosea yule beki ile ndefu ile. Sasa hivi timu yake imepanda daraja huko, ilikuwa ligi ngapi, sasa hivi imekuja ligi 1. Hajaitwa timu ya taifa. Kila siku Msuva. Bas. Sasa kama hivi inakuwa ngumu kuwa na strong timu ya taifa. Wazetu tunawaona every day, tunawaona. Haijalishi yupo kwenye timu gani, ina ukubwa gani, kinachoangalia ni kiwango. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Kuna mchezaji anaitwa Eze. Kabla hajasajiliwa Arsenal alikuwa anaitwa timu ya taifa, lakini anacheza Crystal Palace.
Kaitwa timu ya taifa, alikuwa anacheza Crystal Palace. Sasa sisi tu mpaka tuone mchezaji anacheza Manchester United au wapi. Mimi nataka nikwambie kitu. Kiwango kikiwa kibaya, wazetu hawafagili. Nataka niwaambie kitu kimoja. Ukitua pale na nini? Ukitua Brazil, wachezaji wengi sababu leo wametemwa. Na wamechukuliwa wachezaji ambao wacheza timu ndogo kabisa. Wamechukua watu kutoka Benfica huko, lakini kuna watu wapo Manchester, wapo wapi? Wamejaa. Kwa wameachwa. Kwa nini? Watazama current performance. Current performance yake iko vipi? Ina ubora gani? Ana mchango gani? Ndipo wanapokuchukua. Ndipo wanapokuchukua, wachukui tu mali. Ukienda nani kwenye timu ya Man City kuna goalkeeper Henderson. Hajaitwa kwa timu ya taifa. Kwa nini? Wametizama current performance, wameona Henderson sasa hivi atoshelezi. Asa mtu ana current performance nzuri, wewe umtaki. Kocha Medi Morocco atalaumu kila siku, atalalamika kila siku, lakini nataka nimwambie ukweli Medi Morocco kwamba wewe mwenyewe ndio tatizo. Wewe mwenyewe ndio tatizo. Na kwa staili hiyo wachezaji wengi watakataa kuja timu ya taifa. Kwa sababu watakuwa wanaona hakuna wanachokifanya. Mchezaji anaonyesha uwezo, mimi nimeumia sana Kevin John kutoitwa timu ya taifa. Una sababu ipi ya kutomuita Kevin John? Ni ya msingi mtu atakuelewa? Una sababu ipi? Yaani wewe utakaa kabisa ukasema hii ndio sababu ya msingi ya kutomuita Kevin John. Yaani unamsamini mchezaji ambaye anacheza ligi ya ndani kuliko mchezaji anacheza nje. Nataka niwaambie ukweli. Inasikana Kevin John anacheza timu ambayo imeshuka daraja. Ukichukua ligi ambayo ya Denmark ambayo wameshuka daraja, huwezi kucomplain na ligi yetu ya Tanzania. Ligi kuu ya Tanzania huwezi. Na kama unaweza ukasifikia masiala, iteni timu inayoita Kevin John wacheze Simba au Yanga hapo wacheze nayo. Kama uona kushinda. Wana facility nzuri, wanapata experience ya makocha tofauti. Lakini madogo mnawavunja moyo. Kwangu mimi nasema Medi Morocco hastahili kufundisha timu ya taifa ya Tanzania. Yaani hiyo mimi iwe mchana au usiku. Medi Morocco, unajua kocha mzuri ambaye hagawanyi watu. Hawatengi watu, mchezaji anaonyesha performance kubwa. Mchezaji anajitoa kwenye klabu yake. Lengo aitumikie timu ya taifa. Sasa wewe timu ya taifa yenyewe umwiti, unachagua watu zako tu. Sasa hivi nenda kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wapo Zanzibar si 6 si ngapi. Yaani upo tayari kumuita Shahani. Lakini unamwacha nani? Kevin John. Ni kitu ambacho unacceptable. Kwa maana kwa upande wangu mimi nasema Medi Morocco atoshelezi kuitwa kufundisha timu ya taifa ya Tanzania. Inabidi waachane naye aitwe aje kocha mwingine.